Kijijini kwetu palikuwa pamesahaulika, mahali ambapo vumbi ndio lilikuwa pambo la watoto. Mimi, Zuena, niliishi nikiitazama barabara kuu inayoelekea mjini kama mlango wa peponi. Sikuwa na elimu ya chuo wala sikuwa na senti ya akiba, lakini uzuri wangu na ndoto zangu vilikuwa ndio utajiri wangu pekee. Siku ambayo gari la Bisalama lilipofika kijijini, tulidhani Mungu ameshuka. Alishuka kwa madaha, amevaa hijabu safi na tabasamu la mama mwenye busara. Aligawa mchele, sukari na kanga. Moyo wangu ulinong'ona, Zuena, huu ndio wakati wako. Mama Salama, nilimfuata huku nikitetemeka kwa heshima. Niko tayari kuwa hata mfanyakazi wa kufua nguo zako, nibebe tu nikaone mji. Alinitazama kwa jicho la kupima kama gunia la mahindi. Alitabasamu, utaziweza shuruti za mjini mjukuu wangu? Mjini hakuna kulala mapema. Nilijibu kwa bashasha, nitajituma mama. Wazazi wangu wakiamini wamemkabidhi binti yao kwa mtu wa Mungu, walinibariki kwa machozi ya furaha. Safari ya kuelekea mjini ilikuwa ya kustaajabisha, lakini giza lilipoingia, tulifikia kwenye jumba moja kubwa lenye kuta zilizozungushiwa nyaya za umeme. Mapigo ya moyo yalianza kubadilika. Ndani kulikuwa na wanawake wengi, wengine wakicheka kicheko kilichopasuka kama kioo, wengine wakivuta sigara huku wakinitazama kwa huruma. Usiku ule wa kwanza, zogo lilianza. Harufu ya gongo ilitawala hewani na vicheko vya wanaume wenye sauti mbaya vilipasua ukimya. Bisalama, ambaye sasa sauti yake ilikuwa kama radi, aliingia chumbani kwangu akiwa na mwanaume mmoja mnene aliyekuwa anafuta jasho, anaitwa Mzee Kazi. Hapa Mzee Kazi, ni mchi ametoka shamba leo, bei yake unaijua, Bisalama alisema bila aibu akivuta pazia. Nilianguka magotini. Mama Salama, mimi ni binti wa watu, nimeitunza heshima yangu kwa ajili ya mume wangu, unanifanyia nini hapa? Bisalama alinishika kidevu kwa nguvu, kuja zake zikinitoboa. Hapa hakuna mume, hapa kuna pesa. Kijijini kwenu nimeacha milioni ya misaada. Nani atayalipa kama sio wewe? Tulia au nikufungie nje na mbwa. Mzee Kazi alinisogelea. Nilitamani ardhi ipasuke. Maumivu ya mwili yalikuwa makali, lakini maumivu ya roho, pale nilipoona ndoto zangu za mjini zimegeuka kuwa biashara ya damu, yalikuwa mazito zaidi. Baada ya dhoruba ile, nilibaki nimejikunyata pembeni ya kitanda kwa siku 2, sitaki kula wala kuongea. Tunda, mmojawapo wa wasichana wa mle, alikuja kunisogezea maji. Alinong'ona, usilie sana Zuena, ukikausha machozi mapema utaona mlango wa kutokea. Ukizubaa utafia hapa kama wenzako. Moyo wangu uliokuwa umekufa, ukaanza kupata pigo la siri. Nilijua lazima nitoke, lakini nitatokeaje wakati Bisalama anamiliki hadi roho za walinzi wa geti?